umeolewa, uko honeymoon. Unapokuwa honeymoon, kipindi hicho mara nyingi tunasema kwamba inakuwa kwa muda mrefu au inakuwa ni mara nyingi. Hii ni story kidogo ambayo inahusisha watu ambao wao wanaanza kuingia kwenye mahusiano. Unapokuwa unaanza kuingia kwenye mahusiano, tunasema kwamba mara nyingi tendo unakuwa unalifanya mara kwa mara. Kwa hiyo mara nyingi unajikuta kwamba mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, baada ya kuwa umeshaingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa, unajikuta mwezi wa kwanza uko vizuri, lakini mwezi wa pili unapoanza kuingia, unaanza kuona kwa upande wa mwanamke kuna vichangamoto fulani ambavyo vinavyojitokeza. Na changamoto hizi unaweza kujikuta tumbo la chini linaanza kuuma, unaanza kuona kama unakojoa mara kwa mara, na hata kama mkojo bana kidogo sana, unaweza kujikuta unaenda kukojoa, na ukienda kukojoa mkojo unakuwa ni mchache sana. Na muda mwingine unaanza kuona maji ya ukeni meupe ambayo mara nyingi yanakuwa hayana harufu, lakini muda mwingine unaweza kujikuta yanaambatana na mwasho. Kipindi kama hiki unaweza kujiona kwamba hata unapoendelea kushiriki unaanza tena kupata maumivu. Kwa hiyo mwisho wa siku huwezi tena kuenjoy ile tendo. Na katika situation kama hii, mtu sasa unaanza kutafuta njia ya kuweza kujua changamoto ni nini. Unaanza kwenda hospitali, unaanza kuambiwa bwana, hii itakuwa ni PID kwa sababu 1 2 3. Lakini kiuhalisia ni kwamba unapokuwa katika situation kama hii, unakuwa sio kwamba umepata PID, hapana, unakuwa umepata kitu kinaitwa honeymoon cystitis. Honeymoon cystitis inamaanisha kwamba umeolewa, uko honeymoon. Unapokuwa honeymoon, kipindi hicho mara nyingi tunasema kwamba inakuwa kwa muda mrefu au inakuwa ni mara nyingi. Sasa kama ikiwa ni mara nyingi, kinachotokea ni kwamba mwanamke kama hupati nafasi ya kunywa maji ya kutosha na kwenda kukojoa baada ya tendo, unajikuta kwamba unaanza kupata infection kwenye kibofu cha mkojo au kwenye njia ya mkojo. Kwa hiyo tunaposema honeymoon cystitis tunamaanisha ni UTI. Sasa ili uweze kuhakikisha kwamba unajikinga na hii changamoto ya kupata infection kipindi ambacho ndio kwanza umeanza kushiriki au unashiriki mara kwa mara, unatakiwa ujitahidi sana pale ambapo unakuwa umeshamaliza kushiriki, jitahidi basi kama huna mkojo kunywa maji ya kutosha ili uweze kukojoa mara kwa mara. Hii itakusaidia kuweza kuflush bakteria wale ambao watakuwa wamekaa kwenye ile sehemu ya mkojo na kuweza kuhakikisha kwamba hupati changamoto hii. Nafikiri utakuwa umenielewa. Kwa wale wote ambao mnaingia kwenye mahusiano, lakini msisite kuuliza maswali pale ambapo hapajaeleweka.